Madam ikabidi amuulize Othman kwa nini hakutaka Zendaya ajulikane kwao, mpaka bidada kaenda kujitambulisha mwenyewe. Mshikaji ikabidi aseme kuwa aliona muda bado ndio maana hakufanya hivyo. Bidada akasema kwa hiyo miaka 2 na bado nasema muda bado. Mshikaji akasema tatizo ni kwamba bidada na vitabia vingi ambavyo vimemfanya asimtambulishe kwao. Madam akauliza ni tabia gani hizo? Mshikaji akasema cha kwanza kabisa bidada hapendi watu na huwa anaonesha tabia mbaya sana endapo mshikaji anakuwa na marafiki zake. Bidada akajitetea pale kwa kusema kuwa hakuna mwanamke yoyote ambaye atakubali boy wake awe na marafiki kama aliyokuwa nao Othman. Ni marafiki gani hao? Karibu sana katika mwendelezo wa Situationship, na leo ikiwa ni katika sehemu ya 4. Nikukumbushe tu hii ni Simulizi Extra. Kwa sasa tumeanza kampeni ya kuhakikisha kuwa tunafika subscribers 2000. Ni kuombe wewe unanifuatilia kupitia Simulizi Extra, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata update zote kutoka Simulizi Extra. Mimi ni Mr. Story, Cliff Davis, na sisi tunakwambia this is your site. Okay, mshikaji akasema kuna siku alitoka na kwenda shopping. Bidada alichukua maziwa na kurudi nayo nyumbani. Walipofika, bidada hakutaka maziwa yake yaguswe kwa sababu alishaanza diet. So akachukua maziwa yake na kuyaweka kwenye friji. Baadaye marafiki wa mshikaji wakawa wamefika kwa ajili ya kucheza game. Sasa wakati wengine wanacheza game, wengine walikuwa wanapata msosi. Kuna mmoja bana akawa akachukua maziwa ya bidada akaanza kunywa. Mwenyewe ndo akaja na kukuta maziwa yake mtu anakunywa. Kiliwaka hapo ndani sio poa. Bidada akachukua maziwa yake na kuondoka pale. Mshikaji akasema yani mbele ya marafiki zangu bidada anaonyesha tabia kama hizo. Bidada akasema kwa hiyo wewe hilo umeliona ni sawa, kwa sababu wewe unawaheshimu rafiki zako lakini hao marafiki zako hawakuheshimu wala hata mimi hawaniheshimu. Kivipi? Bidada anasema kati ya mmoja wa marafiki zake na mshikaji alikuwa anataka kumpiga busu bidada. Mshikaji aliposikia vile akawaka kwamba bidada kamchiti na rafiki yake. Zendaya akasema hiyo yote ni kwa sababu mshikaji muda wote hayupo nyumbani, ndio maana hayo yote yanatokea. Anasema kuna siku alikuwa na Frankie na bidada alikuwa akipiga mahesabu yake hayakai sawa. Akawa anataka kujaribu kitu kipya kwenye masuala ya masoko ili kuleta bunifu mpya kwenye kampuni yao. Ndipo mshikaji alipochukulia udhaifu na kutaka kumpiga busu bidada. Ile mshikaji anasogea tu, bidada akashtuka na kumwambia mshikaji kuwa mazoea kama hayo hayataki. Da, noma sana ise. Yani mshikaji kashindwa kuvumilia kwa shemeji. Okay, bidada akasema hata hivyo aliendelea kukaa kimya ili asiharibu urafiki wao. Madam akauliza kwa hiyo ndio sababu inayofanya usiwe na mahusiano mazuri na marafiki wa mpenzi wako? Bidada akasema ndio. Mshikaji akataka kuleta noma pale kwamba walianzaje mpaka wakafikia katika hali hiyo. Maana kuna siku bidada alimkuta mshikaji anacheza game. Bidada akaja na kumwambia kuwa ana shida na milioni 1. Mshikaji akasema kwa sasa hana. Bidada baada ya hapo akainuka na kuondoka zake. Baada ya muda kidogo bidada akarudi. Alipotaka kuchukua snacks ambazo alikuja nazo mwanzo, alikuta mshikaji kashaanza kuzila, so ikabidi achukue bakuli aende kuongeza. Alipotoka simu alikuwa kaiacha kwenye meza, mara muamala ukasoma kuwa kapokea milioni 1. Mshikaji alichukua simu na kusoma hiyo message, anakuta ni ya muamala. Akashindwa kuelewa hiyo pesa imetoka kwa nani kwa sababu yeye alikuwa hana. Sasa moja kwa moja mshikaji akajua hiyo pesa imetoka kwa mwanaume. Bidada akasema hiyo pesa hata haihusiani na mwanaume yoyote yule na hata hao marafiki zake. Mshikaji akataka kujua ile pesa imetoka wapi, lakini bidada hakujibu chochote, na Madam Beatrice akasema kwa leo wataishia hapo na hiyo therapy itaendelea wiki ijayo. Akawa amefunga hivyo huku mshikaji akimwangalia tu bidada. Bana tunaendelea na session yetu kama kawaida ya movie kali kila siku. Hiyo ilikuwa ni Situationship na leo tumefunga na sehemu ya 4. Tukutane katika sehemu inayofuata ya hii kazi, lakini nikukumbushe tu kuwa inayofuata ndio tunafunga final kwenye hii kazi. Hii ni Simulizi Extra. Mimi ni Mr. Story, Cliff Davis, na sisi tunakwambia this is your site.